Bana, tunamuona mdada akiwa anakimbia katika msitu mnene, huku anakimbia majanga na mbele anaona majanga. Hello, alikodoa jicho akaangalia kile alichokuwa kinakiona mbele yake. Ilikuwa ni cha ajabu kweli kweli. Oho, ni mjusi anakula mjusi mwenzake, yani mnyama anakula mnyama mwenzake na anatafuna kweli kweli bila shaka yoyote. Sasa huyu bidada akaanza kusema mwenyewe, nafa nakimbia matatizo mbele na kukutana na matatizo. Alianza kushweta mpora huku akirudi nyuma kinyenyenye. Akasema, huu mjusi ukiniona mama yangu nafa. Hey, mjusi unafikiria kama kuna kitu hapa? Ninakula nyama hii hapa, lakini kuna nyama tamu zaidi iko katika haya maeneo. Bidada moja kwa moja alirudi nyuma akajificha kwenye mti mkubwa kwa design kama hii hapa. Akasema, angalau hapa naweza nikaokoka au nini. Anajaribu kukimbilia huku na huko akakutana na mnyama lingine, ni mjusi. Ukaacha mang'ang. Mama yangu we kampente. Sasa hapa kuna kupona au tayari? Ukataka kumlamba. Akakwepa. Bada we. Alianza kukimbizana katika huo msitu na mjusi haukuweza kumwacha salama. Ulianza kumkotoza aka kumkimbiza. Bidada akutaka kufa kabla hajatimiza siku zake katika hii dunia, akajisompopeka kwenye mzizi. Bada we. Hii mnyama kinajaribu kuweka mdomo wake ili kiweze kumvuta, lakini bado aliendelea kusogea ndani kabisa kwenye mti. Na hili mjusi nalo lilikuwa linaingia ndani. Bada we. Ngoja nikurambe, nina njaa, siku 8 sijara. Anazidi kukimbia kweli, lakini cha kushangaza aliona mjusi unabanwa. Ni so mjusi wa kawaida, ni bonge la mjusi dinosaur. Asa najiuliza, kwa nini limerudi nyuma na limening'inizwa kwa design kama hii hapo? Aliona linalegea kabisa. Kengine kamjusi kaliona kama mwenzangu amening'inizwa kwa design kama hii, mimi je itakuwaje? Akasema, sasa kitu gani hiki kilichopiga bapa huu mjusi mkubwa kwa design kama hii hapa? Alibaki akiwa na stajabu, aliona kama miujiza. Lakini mle ndani alipokuwa ameingia huyu bidada, kulikuwa na vinyambolelo vingine. Akaona kitu misili ya nge. Ni nge yenyewe hii hapa au ni nini? Hebu tuangalie vizuri. Linakuja likiwa linataka kumlambalamba. Umekuja huku na sisi tuna njaa vile. Kwa hiyo na sisi tunahitaji kukusosi. Kwa hiyo jiweke sawa, nianze kukusosi. Bidada kusema ukweli katika siku ya leo alikuwa hana bahati. Anasema anakimbia majanga na huku nakutana na majanga. Kakukose zake katonda. Bana, kinakuja kwenye pua. Huyu sio mtu kweli. Huyu sio binadamu. Bidada aliganda kakauka kabisa kama mtu aliyepashwa na umeme. Kengine kanatokeza huku mgongoni. Bana we. Penzi mtazamaji, haya yanakuwa na sumu mbaya mbovu. Yani akikung'ata, toka hapa. Rushia huko. Ikabidi arudi huko nje. Maana alipokuwa anakimbia ni maajabu na huko nje ni majanga. Akaja huko anajikunkumura. Anasema ni mambo gani hayo jamani? Alibaka akiwa ameshangaa. Nyuma alihisi kama kuna kitu kinamnyemelea. Anahisi kama kuna kitu hapa. Kuna kitu hapa, nasema. Kuna kitu kana nukia. Kila kimjusi mpenzi mtazamaji kilikuwa kinaning'inia kule nyuma. Mungu saidia, tayari lilikuwa lishapata kitu. Lakini alipogeuka aliona wewe bidada wewe, nisingekuwa nimepata kamnufu hapa ningeanza na wewe, lakini bahati yako tayari nina kamnufu. Anasema ngoja nakuja huko. Mguu mmoja ni bana we. Mdada akasema maguru wa mpaki mbele, akakutana na shimo akataka kudondoka. Bana we, leo ni shida aka kaziri bano. Tupa mjusi. Ngoja nimtupe huyu hapa nikung'ata wewe. Lakini bidada hakuweza kukubali kufa kabla ya tarehe. Aliendelea kutetea uhai wake kwenye msitu. Bidada alikimbia
anakimbia kweli kweli, lakini nyuma mjusi ulikuwa unaendelea kumkotoza balaa. Anasema sasa wewe ngoja. Hey! Bana we, bidada aliendelea kutetea maisha yake. Huko akakutana na mteremko wa ajabu. Alienda kiwa anateremka. Hey bana we, leo siku ilikuwa ni mbaya kweli kweli kwa huyu bidada. Ndani ya huu msitu mnene, msitu ambao ni mkali kweli kweli. Hili mnyama lilipofika hapa liliona mizizi ikiwa ni mingi. Akasema huko mimi siwezi nikaja. Ngoja nikuzungukie huku nyuma nyumanju. Lazima nikupate. Lakini bidada alikimbia moja kwa moja mpaka juu ya mizizi iliyokuwa imegandamana. Sema asante Mungu. Alijinyosha moja kwa moja akawa kama moja. Akasema hapa angalau naweza nikaokoka. Uko wapi huyu bidada? Nakwambia nyama yangu iko wapi? Ilikuwa linanusa juu. Naangalia alipo ameenda wapi huyu? Nataka nikuchanganye na huyu nikumeze. Nakwambia. Aisee, bidada alipokuwa amelala, ndugu yangu, hata kama ingekuwaje asingeweza kunyanyuka. Lakini ile mnyama bado lilikuwa linaendelea kunusa. Ngoja nimeze huyu. Naona huyu amepotea huyu. Huyu nishamkosa. Ngoja nimeze huyu alafu nitamburuke. Lakini sitakubali. Ngoja. Bidada akawa amepona kwa design kama hii hapo. Bana we. Na picha yetu hapo ndipo inapofikia mwisho, mpenzi mtazamaji. Kwa wale ambao ni wapenzi wa movie kali kama hizi hapa, mtakuwa mnaijua. Inaitwa King Kong. Imetoka mnamo mwaka 2005. Ni bonge la picha kali balaa. Inaitwa King Kong. Ndani ya hii picha, mpenzi mtazamaji, kuna mnyama mmoja ambaye ni sokwe. Sokwe huyu hapa alikuwa anapigana na dinosaurs. Alikuwa anampambania nani? Huyu bidada. Sasa hii ni moja wapo ya story fupi ambayo nimeamua niwaletee ndani ya K-Voice TV ili tushare nayo bana. Mambo ya kale ni dhahabu. Wahenga wanasema kwamba ya kale ni dhahabu. Nini? Ya kale hayanuki. Hayo wanasema wahenga bana. Lakini nimeamua nikuletee hii hapa picha ili tuweze kujikumbusha yale ya zamani yaliyopita. Bana we, picha hii imekufundisha nini mpenzi mtazamaji? Naomba uweke comment yako hapo chini kwenye comment section uniambie umejifunza nini. Mimi nilichojifunza katika hii picha mpenzi mtazamaji, mapambano katika maisha hayakomi, na usipojipambania hakuna atakaye kuja kupambana kwa ajili yako. Maana hata wazazi wakikuweka katika dunia wanaanza kukutegemea. Wadogo zako wanakutegemea, ndugu zako, marafiki. Usipowapa wanaanza kukwambia eti wewe ni mchoyo, unaromba, siku hizo unajiona. Kwa hiyo unatakiwa jipambanie na wapambanie na wengine pia. Kwa hiyo katika kujipambania, na Mungu hakuachi katika magumu. Yaani anaonyesha njia, hawezi kukuacha ili uweze kudondoka katika mikono ya maadui. Lakini ni lazima upambane. Uonyeshe nia ya kutaka kushinda. Hapo ndipo Mungu atakapoleta njia na kukupa nia ili uweze kufika pale ambapo unahitaji kufika. Bana, naitwa The King Voice. Wengi wanapenda kuniita DJ Kazi. Na kuomba support kwa kusubscribe, weki na alama kengele katika channel yetu hii hapa ya K-Voice TV ili kila picha nitakayokuwa naiweka katika channel hii uwe ni wa kwanza kuipata. Ciao. Tukutane katika video nyingine. Mungu akipenda. Allah mseka.